Poa TV, sauti ya wote. Hatuwezi kukubali kuchezewa na CCM, hatuwezi kukubali kuchezewa na jeshi la polisi, hatuwezi kukubali. Kwa hayo machache, naomba sasa nimkaribishe makamu mwenyekiti wa Chama cha Demokrasia na Maendeleo Chadema, Mheshimiwa John Wegesa Heche. Karibu sana uzungumze na wananchi Katoro. DJ tumlete Katoro ni ya kwetu, uongo kweli? Wote njoni, hata mlioko hapa wote tokeni hapa. Tokeni wote, njoo bana, njoo. Njoo hapa mbele. Sogeni. Hii Chadema ilishavuka ya kuuawa, uongo kweli? Safari yake ni Ikulu, uongo kweli? Asante Katoro. Tumekuja kwenu kuwaomba mambo mawili au matatu. Jambo la kwanza, Chadema tumesema hivi, tumekwenda kwenye uchaguzi mwaka 2014, tukashinda vijiji, tukashinda vitongoji vingi. Tulikwenda kwenye uchaguzi mwaka 2014, Chadema kwa nchi nzima tukasimamisha wagombea, tukashinda zaidi ya 35% ya vijiji na vitongoji nchi nzima. CCM ikapata 65%. Ilipofika 2015, Chadema tukapata wabunge 111 kwenye bunge. Mgombea wetu wa urais akapata kura milioni 6 ambazo ziliibiwa, kila mtu anajua. Hiyo ni 2014 na 15 pale Tarime, na najua hapa kuna mashine za Tarime. Mnomole? Asante. Pale Tarime tulipata vijiji 66 kati ya 88, CCM ilipata 22. Tukapata vitongoji 380 kati ya 500, CCM ikapata 120. Tulipofika 2015, nikashinda ubunge, madiwani kati ya kata 26, tukapata 16, CCM ikapata 10, ikawa chama cha upinzani. Tarime mjini tukashinda Estamatiko na halmashauri, Mwanza na maeneo mengine yote, tukawa na bunge 110. Ilipofika 2019, Chadema iliyokuwa inaongoza vijiji 66 Tarime eti ikapata kijiji 0. Kutoka 66 mpaka nini? 0. Wakasema eti wagombea wetu hawajui kusoma na kuandika. Hata mwalimu wa chuo kikuu akaambiwa hajui kusoma na kuandika, lakini mtu wa CCM darasa la 7 anajua kusoma kuliko mwalimu wa chuo kikuu. Nataka mnisikilize kwa makini. Ikafika 2020, mimi nikapoteza ubunge, tukapoteza na kata zote. Mimi mnaye nijua kweli, kuna mtu wa kunishinda pale Tarime mimi kweli? Yupo? Nikashindwa. Tukapoteza wabunge 110, tukabaki na mbunge mmoja. Hiyo ni 2020. Ilipofika 2021, Mungu akafanya aliyofanya. Rais Samia akaingia madarakani. Alipoingia madarakani, akamkamata aliyekuwa mwenyekiti wetu wakati ule, Freeman Mbowe, akampa kesi ya ugaidi. Kesi ya ugaidi ya uongo. Hukumu ya kesi ya ugaidi, ukipatikana na hatia unanyongwa mpaka kufa. Kwa hiyo walikuwa wanataka mwenyekiti Mbowe anyongwe mpaka kufa. Kesi ikaendelea, wakagundua kwamba wanalima shamba kwenye rami, hakuna kitu kitaota pale. Wakamwachia Mbowe. Walipomwachia wakasema tukutane
tuzungumze. Bahati nzuri mimi nilikuwa miongoni mwa watu 5 walioteuliwa na Chadema kwenda kwenye mazungumzo Ikulu Chamwino. Akutana na Rais Samia, akaunda tume ya maridhiano kutoka upande wa chama chake na upande wa chama chetu. Tukiwa Ikulu, Rais Samia akatuambia kwamba mimi ni Muislamu, sitaki dhuluma, sitaki kura za wizi, sitaki watu watekwe, nataka kurudisha nchi kwenye mstari. Akaunda, akasema anakuja na vitu 4 zikaitwa 4R. 4R. Ya kwanza reforms. Reforms kwa lugha ya Kizungu, kwa Kiswahili mabadiliko. Ya pili rebuild. Rebuild ni jina ya Kizungu, kwa Kiswahili kujenga upya sehemu iliyobomoka. Ya tatu resilience. Resilience, uvumilivu, kuvumiliana, tukukosoe kwa hoja na wewe ujenge hoja zako. Akatuahidi. Tukakaa kwenye vikao, kinaongozwa na kinana wa CCM upande mmoja, na Chenge spika wa Zanzibar, waziri wa nchi ofisi ya rais, bunge Jenista Mhagama, na baadaye huyu Simbachawene. Upande wetu ilikuwa mimi, Freeman Mboya anatuongoza, John Mnyika, wakili Mtobesia, na dada mmoja kutoka Zanzibar anaitwa Zeudi. Tukajadili mwaka mzima. Tukagundua pia wanatudanganya. Lakini baada ya mwaka tukaenda kwenye uchaguzi wa mwaka jana Novemba 27. Nini kilichotokea? Yale aliyosema kwamba yeye hataki wizi wa uchaguzi, lakini ujinga ule ukafanywa na mkwe wake Waziri Mchengero, ndio waziri wa TAMISEMI, ambaye amemuoa mtoto wa Rais Samia anaitwa Wana. Tulikuwa na bungeni wake, mkwe wake. Wakaondoa wagombea wetu. Miongoni mwa watu walioondolewa, afande, miongoni walioondolewa ni yule wakili Mahinyira, ana degree, ni wakili wa mahakama kuu, akaambiwa hajui kusoma na kuandika. Sikilizani ujinga huu. Sikilizani ujinga huu. Kwamba wakili wa mahakama kuu yule kijana, hebu njoo bwana, njoo mwenyekiti wetu wa vijana. Sisi tuna watu wenye nini? Wenye nini? Ubongo. Chadema ni chuo cha kunoa akili. Hapa msikaone kadogo hivi. Kuna degree hapa, alafu kuna law school. Kwa hiyo ni wakili wa mahakama kuu. Ni miongoni mwa mawakili 36 wanaompotea Tundu Lissu kwenye mahakama kuu ya kesi ile waliomwekea. Ni mwenyekiti wetu wa vijana. Kwa hiyo wakamuondoa. Kwa mujibu wa Waziri Mchengero, anasema hivi, waliondoa wagombea wa upinzani 26,000 kwamba wameshindwa kujaza fomu, mara wamekosea, mara nini. CCM hakuna aliyekosea nchi nzima. Sisi tu ndio hatujui kusoma na kuandika. Sisi tu ndio hatujui kuandika. CCM wao wanajua kila kitu. Wakaondoa wagombea wetu. Tulipoenda kwenye uchaguzi, chama chetu mwaka jana kikasema uchaguzi wa aina hii, tunaingia kwenye uchaguzi, tunaondolewa, watu wanauawa, watu wanapigwa. Tukasema hakutafanyika uchaguzi tena nchi hii mpaka mabadiliko ya sheria yafanyike. Chama chetu kikachukua msimamo wao. Alikuwa Mheshimiwa Mboya anaongoza kamati kuu, mimi nilikuwa mjumbe wa kamati kuu. Tukaipitisha tarehe 20 mwezi wa 12 mwaka 2024. Tukaenda kwenye uchaguzi tarehe 21 mwezi wa kwanza. Chuma Tundu Lissu akachaguliwa kuwa mwenyekiti, mimi nikachaguliwa kuwa makamu wake. Nimekuja kwenu kuambia msimamo wa chama
kwamba hakutafanyika uchaguzi bila mabadiliko, mimi na Tundu Lissu hatugeuzi hata nukta moja, tumesimamia hapo. Wangapi mnasema msimamo wa no reforms no election ndio msimamo wa Katoro? Nyosha mkono tu. Nyosha mkono. Waandishi wa habari pigeni picha. Nyosha kule nyuma. Wangapi wanasema no reforms no election ndio msimamo? Nyosha mkono tu. Huo ndio msimamo wa Katoro, ndio msimamo wa Geita, ndio msimamo wa Bukoba, ndio msimamo wa Tanzania Peoples. Huo ndio msimamo wetu. Baraza la Maaskofu limetoa kauli, mmewasikia? Wamesema hivi, bado kuna muda wa kurekebisha sheria. Serikali irekebishe sheria. Baraza la Maaskofu walichosema, kwa sababu wao ni watu wa dini, wao wamesema pia kwamba no reforms no election, lakini wao wamezungumza kwa lugha laini. KKT wamesema tubadilishe sheria tuingie kwenye uchaguzi. Shura ya maimamu wakina Sheponda Waislamu wamesema tubadilishe sheria tuingie kwenye uchaguzi. Mzee Butiku amesema tubadilishe sheria tuingie kwenye uchaguzi. Joseph Sinde Walioba amesema tubadilishe sheria tuingie kwenye uchaguzi. TRS wamesema tubadilishe sheria tuingie kwenye uchaguzi. Huo ndio msimamo wa Tanzania. Na hawa watu, Baraza la Maaskofu liliposema wamempiga Padri Kitima, wamejaribu kumvamia teki, wakataka kumuua, wamempiga. Wanasema eti wanachanganya dini na siasa. Hawa viongozi wa dini wakimwombea Mama Samia, wakasema mama na upige mwingi, hapo hawachanganyi dini na siasa. Wakisema mama unaupige mchache, hapo wanachanganya dini na siasa. Sasa Kitima amesema hivi, tukisema chagua chama hiki kiache hiki, hapo tutakuwa tunachanganya dini na siasa. Kusema acha wizi wa kura sio kuchanganya dini na siasa. Uongo kweli? Baraza la Maaskofu linachosema acha kuiba kura. Na sisi tunawashukuru wameunga wa Tanzania mkono. Sasa watu wa Katoro, nisikilizeni. Katiba yetu ibara ya 8 inasema hivi: Jamhuri ya Muungano wa Tanzania ni nchi inayofuata misingi ya demokrasia na haki jamii. Kwa hiyo wananchi ndio msingi wa mamlaka na madaraka yote ya viongozi. Kwamba nyie mamlaka alionayo huyu askari ya kukukamata ni mamlaka yako, umekasimu kwake, sio ya kwake, ni mamlaka ya mwananchi. Mamlaka ya mbunge ni ya kwako. Badala ya watu wa Geita, watu wa Busanda, watu wa Tarime, watu wa Dar es Salaam twende bungeni wote, hakuna ukumbi wa kutuwakilisha, kututosha wote, tunateua mtu mmoja kwa niaba yetu. Kwa hiyo tunakasimu mamlaka yetu kwake, na diwani hivyo hivyo, na mwenyekiti wa kijiji hivyo. Kwa hiyo msingi wa mamlaka na madaraka yote ni nyie. Katiba inasema B, lengo kuu la serikali ni ustawi wa watu. Nikisema ustawi mnanielewa? Kwamba wewe ustawi, ulale sehemu nzuri, utibiwe vizuri, mtoto wako atibiwe, apate shule nzuri, apate elimu bora, uendeshe gari, ule vizuri, ndio ustawi. Katiba yetu inasema lengo kuu la serikali, lengo kuu namba moja ni kukufanya wewe ustawi, kwa sababu wewe ndio mwenye nchi. CMC inasema serikali itawajibika kwa wananchi. Serikali itawajibika kwa wananchi. Tunapokuwa na rais anayejiita chura kiziwi, hasikii kilio cha wananchi, watu wanatekwa hasikilizi, migodi inauzwa hasemi, nchi inaporwa kulia kushoto na katikati, kila kitu kinaondoka. Nchi hii imejaliwa rasilimali nyingi. Ni nchi ya kwanza kwa kuwa na madini yanaitwa Tanzanite, hayapatikani kwingine kokote duniani isipokuwa Tanzania. Ardhi yetu ni kilomita za mraba 945. Ukichukua Kenya, Uganda,
Rwanda, Burundi ukizichanganya pamoja zina kilomita za mraba 890. Sisi pekee yetu 945. Ni nchi ambayo ina madini yanaitwa nickel na cobalt yanayotumika kutengeneza injini za ndege na betri za simu mnazotumia. Yanatoka Kabanga, Ngara, hapo Kagera. Ni nchi yenye ziwa lenye upana kuliko yote Afrika, ya pili duniani, ziwa Victoria. Ni nchi yenye ziwa lenye kina kipana kina kirefu kuliko yote Afrika, la pili duniani. Ni nchi yenye mlima mrefu kuliko yote Afrika, ya pili duniani. Ni nchi yenye mbuga kubwa kuliko zote dunia nzima. Kichukua Serengeti, Ngorongoro, Katavi, Manyara, Ruaha, Seru, ukizichanganya pamoja mbuga zetu ni kubwa kuliko nchi ya Rwanda na Burundi. Ni nchi yenye chuma. Tuna chuma pale Ludewa, na Mungu alivyotupendelea akatupa chuma, mlima wa chuma unaitwa Liganga, na akatupa makaa ya mawe ya kunyanyusha hicho chuma yanaitwa Mchuchuma. Kilomita 50 pale Ludewa kuna chuma, mlima wa chuma. Sehemu nyingine Mungu alikuwa anaweka chini ya ardhi, sisi aliweka mlima na akaweka makaa ya mawe ya kunyanyushia na mchanga wa kusafishia akauweka pale nani Iringa. Tuna gesi inayotumika kutengeneza umeme, inayotumika kutengeneza mbolea, futi za ujazo trilioni 54.5, nchi ya pili duniani. Tuna bandari. Urefu wa bahari yetu ni kutoka Mtwara mpaka Tanga kilomita 1600 na nautical maili 400 kwenda ndani. Kija Katoro ni dhahabu, kienda Bukombe ni dhahabu, nenda Runzewe ni dhahabu, nenda kila kona ni dhahabu, nenda Singida ni dhahabu, nenda Mbeya ni dhahabu, nenda Chunya ni dhahabu. Nchi ya tatu. Leo nilipokuwa naangalia bei ya dhahabu kwenye soko la dunia, gramu moja, nyie ni wachimbaji mnajua gramu ukichukua ule wembe ukiuvunja, kale kamoja ndio gramu, ni shilingi 290. Nchi tajiri. Ardhi yetu ni kubwa, ina maji. Watu ni maskini katikati ya utajiri, umaskini wa kutengeneza. In abundance of water fully thirsty. Bomara anasema katikati ya wingi wa maji ni mjinga anaweza kuwa na kiu, katikati ya utajiri wa jinga ni maskini. Tumefanywa maskini kwa makusudi. Tuna matatizo makubwa. Nchi yetu inauzwa. Hebu fikiria hivi, mtu wa Katoro. Tanzania imepata uhuru mwaka 61. Mwaka 61 tunapata uhuru, tuko milioni 8. Dubai walikuwa 70,000. Wakazi wa Katoro hapa, mji wa Katoro kuna watu 100,000 na kitu. Yaani watu mnaokaa Katoro ni wengi kuliko watu waliokuwa Dubai mwaka 61. Sisi tunapata uhuru tuko milioni 8. Tuko milioni 8. Dubai ina watu 70,000. Wanatembea jangwani. Dubai ni jangwa, wanaokota tende. Debts, collecting debts. Nisikilizeni vijana wa Katoro, nisikilizeni. Katoro peoples. Iko hivi. Hizo fedha zilizopotea. Mngechukuliwa nyie vijana msiokuwa na kazi hapa, mkaweka kikundi cha watu 100. Vikundi vya watu 100. Mkapewa mtaji bilioni 1. Mkapewa mashimo ya kuchimba yenye dhahabu. Mngeuza, mngepata fedha. Ukipata fedha, wewe kijana wa Katoro utataka kujenga hapa, utampa yule fundi akujengee. Yule fundi akipata hela atanunua bodaboda kwenye duka la huyu jamaa au simu. Huyu akipata hela atanunua mboga kwa huyu mama. Huyu mama akipata ataagiza bodaboda mletee mboga nyingine. Bodaboda atakunywa sheri mafuta. Ile sheri itaajiri mlinzi. Mlinzi atanunua chai, pesa itazunguka miongoni mwao. Zinachukuliwa hapa, zinapelekwa China. Wachina wakichimba hapa wanaenda kujenga nchi yao. Tuna nchi ambayo tuna serikali haiwezi kutengeneza hata njiti za kutolea nyama kwenye meno. Tairi. Tuna bodaboda kila kijiji. Mwaka 70
Mwalimu Nyerere alishatengeneza kiwanda cha General Tyres kimetengeneza matairi. Mimi nimekuwa babangu na Land Rover tunatumia matairi ya General Tyres. Leo bodaboda iko kila kijiji, iko Runzewe, iko Geita, iko nenda kijiji chochote kuna bodaboda, kuna bajaji. Hatuwezi kutengeneza tairi ya bajaji. Tairi kimuishia bodaboda Runzewe, akienda kununua, pesa inatoka hapa inakwenda kutengeneza ajira China. Tungekuwa na kiwanda hicho hapa, kingekuajiri wewe ungepata fedha, ungenunua kitanda kwa fundi seremala, angeagiza ubao mwingine, fedha ingezunguka hapa, inatoka inakwenda kutengeneza ajira China. Tuna watu wenye akili hapa. Alafu anakuja anatambia tatizo la ajira ni tatizo la kidunia. Nchi hii haina tatizo la ajira, ina watu wasioweza kutengeneza ajira. Ukisema tushuti, tunashuti kwenye point. Ingia YouTube upate vitu konki, michezo, comedy, habari na burudani. Poa TV. Sauti ya wote.